Naitwa Relijof, wengine wanapenda kuniita Fajo. Ni bongo flavor artist, mziki wa kizazi kipya ya. Leo hii niko hapa kuzungumzia changamoto ambazo tunakutana nazo sisi wasanii chipukizi au wasanii tunaochipukia kwenye game, japokuwa mimi kidogo na muda mrefu, hususan upande wa mameneja. Mimi na issue ambayo inaniumiza kiukweli na nimenitokea kweli kupitia meneja maneno. Ipo hivi, tumekuwa tukipitia changamoto hizi kwa mameneja kwa sababu huenda labda mameneja wanatuchukulia poa, au labda mameneja wanaona kwamba sisi wasanii hatuna sometimes kwa kuwapeleka kwa sababu wao washakuwa mameneja wakubwa. Baina ya msanii na meneja lazima muwe mna maelewano mazuri, na ndio maana mimi ilifikia hatua ya mimi na meneja maneno kufanya kazi. Ipo hivi, meneja maneno kwani meneja maneno ni meneja mkubwa? Kwa jinsi ambavyo mimi labda nilikuwa namchukulia, au kwa toka kipindi ambacho namjua meneja maneno mpaka hapa alipofika, na deserve kusema hivyo kwa sababu amekuwa na wasanii wengi, hususan I think mmoja kati ya mtu ambaye alifanya pia nikamjua meneja maneno kupitia kazi zake ni Ostaz Juma na Musoma. So kwa sababu Ostaz Juma ni bosi ambaye ametoka sehemu yangu ambayo nayotoka, pia ndio alisababisha pia nikamjua. Lakini kitu ambacho amenifanyia kiukweli sio kitu kizuri. Meneja maneno tulifanya kazi, alinitafuta yeye mwenyewe kwamba tufanye kazi, mimi nikaifanya kazi kwa jinsi ambavyo alivyotaka yeye, na kazi ikawa nzuri. Baada ya kupelekea kazi, cha kushangaza au cha kunisikitisha mimi, akaichukua ile kazi akampatia msanii wake. Baada ya kumpatia msanii wake, akairudia, wakafanya show, wanafanya show mpaka sasa hivi naweza kusema wanafanya show. So hicho kitu mimi kimekuwa ni kitu kibaya na kimeniuma sana, kwa sababu sisi wasanii ambao tunapambana, tunafanya kazi, end of the day tunarudishwa nyuma na mameneja wa aina hii. Zungumza kitu ambacho Watanzania watakuelewa vizuri, kwa sababu bado hujaelewa nini kitu gani meneja maneno amekufanyia. Ipo hivi, meneja maneno mimi alinitafuta, alinipigia simu mwenyewe, mdogo wangu uko wapi? Kwa sababu ni meneja ambao tumekuwa tukikutana kwenye hizi kazi zetu za kila siku, hususan shows. Nafikiri meneja na wasanii lazima kinachowakutanisha ni show au studio, lakini mimi meneja maneno tumekuwa tukikutana kwenye matamasha mbalimbali, so anaujua uwezo wangu na anaielewa talent yangu. Alinipigia simu mwenyewe, bana Relijof uko wapi? Nikamwambia nipo mjini. Nilikuwa nakutafuta sana. Nikamwambia boss nakusikiliza. Basi akanambia bana, kuna deal hapa ya Mwenge. Mwenge wa Uhuru, nafikiri watu nikisema hivyo watakuwa naelewa. Kuna deal ya Mwenge wa Uhuru. Kwa cha kufanya, fanya nyimbo. Mimi naelewa uwezo wako ni mkubwa, mfanya wimbo wa Mwenge. Then mimi kama manager nitatafuta shows, kwa sababu tayari alikuwa ashapewa lile deal. Akanambia mimi nifanye tu wimbo then nimpe yeye, atanipa shows. Nikamwambia sawa, haina shida. Na kweli mimi niliingia studio kwa gharama yangu, nikamcheck boss wangu the big boss Chief Kiumbe, nikamuelezea scenario nzima ilivyo, kwa sababu boss wangu pia hana iana, ni mtu wa watu na amejitolea kunisupport. Akasema kwa sababu ni swala la riziki kijana wangu, fanya. Basi akanilipia studio. Baada ya kunilipia studio, nikaingia studio nikapiga goma kali kama jinsi unavyosikia hapo. Nafikiri mtalisikia kupitia Ostaz Juma na Musoma TV. Basi nikafanya goma kali, yani goma kali. Mwisho wa siku nikampatia. Nilipompatia akaniambia tupige, akatoa mawazo pia tupige gitaa, sijui nikamtafuta producer tena, tukapiga gitaa, goma likatoka. Lakini cha kushangaza sasa, kilichokuja kuniuma mpaka mimi tumefikishana huko tulikofikishana. Wapi mmefikishana? Ilibidi tufikishane kwenye uongozi, walezi wetu wa Basata, nashukuru. Na Kosota pia ilibidi nione uongozi. Basi mwisho wa siku ndo tumefika hapa mpaka tulipofikia. Kilichokuwepo sasa, meneja maneno alichokifanya, akampigia Baba, akamtumia ule wimbo wangu ambao nimefanya wa Mwenge huo, akamtumia Baba. Baba akaupenda wimbo, lakini baada ya kuupenda wimbo yeye alitaka mimi nifanye na Baba. Baba akanipigia mimi, akanirudia, mdogo wangu bwana, mimi siwezi kufanya kazi na meneja maneno kwa sababu meneja maneno
ni miayusho, mimi mwenyewe alishanizingua. Kwa hiyo kama una kazi nyingine ambayo tunataka tufanye na mimi, basi tutafanya, kwa sababu mimi najua hustling zako, naelewa talent yako ni kubwa, na ndio maana nimekutafuta. Basi mimi tumeishia hapo hivi na Bro H Baba. Lakini sasa sintofahamu ambayo ilikuwepo baada ya hapo, tukasanikana deal na meneja maneno kufuatilia vipi imefikia wapi, namuona yuko kimya. Sasa imeenda mwisho wa siku nakuja kushtukia ameuposti wimbo ule wimbo wangu ambao mimi nimefanya, akauposti yeye tena status kwake, ambapo ameimba msanii mwingine. Sasa mimi nikamuuliza meneja, vipi, mbona sielewi? Nafikiri hata screenshot zipo hapa, maneno yale aliyoimba ndo kuanzia melody, kuanzia mashairi. Nikisema mashairi nafikiri watakuwa na idea yote ile vile. Mimi nimeimba like sebene fulani hivi, muziki fulani hivi wa kuchezeka. Wao walichokifanya wakauchange ule muziki, wakawimba, wakaweka maneno yale melody ile wakaweka tu maadhi, wakabadilisha ikawa singeli. Basi nilivomcheki meneja maneno, majibu yake hayaeleweki. Akaja akaniambia kwamba yeye yule alichokifanya ni cover. Nikamwambia cover gani ambayo wewe hujanishirikisha mimi? Na huo wimbo kipindi hicho mimi na yeye tu ndo tuna huo wimbo. Tena bahati nzuri kama Mwenyezi Mungu saidia, nikaa nimeuupload kama siku 2 nyuma, nikaa nimeuupload YouTube. Umeona, baada ya kuongea na uongozi wangu sema basi uupload, nikaa nimeuupload YouTube. Sasa kitu kama hicho kiukweli, sisi wasanii ambao tunakuja kama mimi hamaweza kunifanyia hivi. Je, huko nyuma kuna wasanii wangapi ambao shawafanyia, ambao hawana sauti ya kupaza, labda hawana sehemu yote ya kumpeleka? Na kuna kauli ambayo mimi aliniambia kwamba mimi sina sehemu yoyote ya kumpeleka wala chochote cha kumfanya, kwa sababu yeye ni meneja mkubwa. Sasa kiukweli alikwambia ni meneja mkubwa? Yeye aliniambia mimi ni meneja mkubwa, huna chochote cha kunifanya, wimbo nishachukua na mimi ndo nilikupa. Pesa ambayo umerekodia studio ni pesa ya Chief Kiumbe? Yes, Chief Kiumbe. Alafu meneja maneno anasema hauna pa kumpeleka? Sina pa kumpeleka na sina cha kumfanya, yeye ni meneja mkubwa. Yes, kwa hiyo kiukweli inaumiza kama unajitoa, unafanya kazi nzuri kwa ajili ya taifa lako, kwa sababu ukisikiliza hata mashairi niliyoyatumia mle ni uhamasishaji mkubwa sana ambao hata wasanii, sisemi kama wasanii wengine hawajafanya, lakini tukiangalia kwenye hiki kizazi changu hakuna mtu ambaye amefanya wimbo mkali wa mwenge kama wimbo niliofanya mimi. So kiukweli inaumiza. Naomba walezi wetu Basata, Kosota Media mnisupport na mnisaidie kwa hiki, kwa sababu haki yangu mimi nadhulumiwa, kwa sababu show wanafanya clip iko hapa hivi mtaiona, bado mtu anakutambia, bado ni haki yako. Nimeumiza kichwa, nimekesha, hajatoa hata shilingi 100, basi kusema labda amenisupport kwenye studio. Ela katoa Chief Kiumbe, na studio nimeingia mimi, ndo niliyetunga mashairi na mimi ndo nimecreate kila kitu na producer wangu baada. So ipo hivyo, kiukweli inaumiza. Kwa hiyo naomba vyombo husika, Kosota na Basata, mtusaidie juu ya hili ili na mimi niweze kupata haki yangu, kwa sababu sio haki. Na kibaya zaidi ananiambia kwamba mimi sina pa kumpeleka na sina cha kumfanya, yeye ni meneja mkubwa, ana fame. So jamani, kiukweli inaniumiza sana. Akuahidi haki yako utaipata inshallah. Nashukuru sana. Haki yako utaipata kwa na amani. Nashukuru sana. Meneja maneno hawezi kuipoteza haki yako. Haki yako utaipata kwa 100%. Nashukuru sana. Hii ni TV ya Ostaz Juma TV.